Yesu asifiwe. Amen. Nami pia nisimama mahali hapa kwa ajili ya kumshukuru Mungu na kumwaibisha shetani pia. Amen. Lakini pia Mungu akiamua kupeleka mahali utake usitake utaenda. Amen. Ninakumbuka imepita kama miaka 6-7 nilikuwa na changamoto ya tumbo. Nilikuwa nasumbuliwa sana na tumbo kwa muda, toka nimeolewa. Nilikuwa nasumbuliwa na tumbo. Sasa kuna kile nilibeba ujauzito, nilikuwa nimelazwa hospitali hapo Magu. Baada ya kulazwa Magu nilijikuta tu nimepoteza fahamu, sijitambui. Lakini nilipokuwa nimelala kitandani, nilikuwa naona watu kwenye hospitali pale, huku nilikuwa naona mbibi na huku mbibi na huku mbibi na huku mbibi, yani kona zote. Lakini katika kule kulala, yani nilikuwa sijielewi kabisa kila kitu. Nafikiri na wifi yangu alikuwepo. Unaweza ukasogea. Wifi ndio. Karibu. Amina. Sijui kama basi anakumbuka huo ushuhuda. Nilikuwa sijaokoka, simfahamu, hanifahamu. Lakini basi aitembelea hospitali. Nilipokuwa nimelala kitandani, nilikuwa najiona ninanyanyuka, ila mwili mwingine unabaki. Mwili mwingine unanyanyuka. Lakini wale watu waliokuwa pembeni walikuwa wananiita. Ila katika kuniita nilikuwa nataka kunyanyuka kuwafuata. Nikitaka kunyanyuka kuwafuata, kuna mtu mwingine alikuwa ananivuta mkono. Ila nilikuwa sikutambua kwamba ni nani. Lakini baada ya hapo nilipokuja kushtuka, nilikuta kuna watu wamezingira kwenye kile kitanda, wananiombea. Kumbe alikuwa ni Pastor Jacobo. Sikujua kwamba alikuwa na wengine. Wewe ngoja kwanza. Yule tuliyemwombea amekufa ndio wewe. Ndio mimi. Sasa naongeaga hapa ni kuvua mtu hata kusema ni mimi. Aidieni kwa. Nilikuwa na kipindi hicho nilikuwa sijawa mchungaji, nilikuwa tu mwinjilisti tuna. Kwa tulipofika pale hospitali tulikuta watu nje. Wengi hivyo nikamwambia bwana, kiokoka sasa hivi ndugu yenu anapona. Yeye alikuwa tayari ameshazungushiwa zile nguo za blue zile, kwamba amekata nini, amekata moto. Lugha ya katibu wetu akasema kukata moto. Sasa kumbe ndio wewe, hebu tuendelee kidogo. Baada ya kushtuka nilijikuta ninaombewa, lakini nilikuta ndugu zangu wanalia pamoja na wifi yangu, alikuwa analia sana. Wengi walikuwa wanajua ni mdogo wangu. Na wewe ulikuwepo kwenye tukio? Niliongoza sasa toka nje na ulikuwepo? Hapana, mimi nilikuta mimi ndani kana mpepea. Wewe ulikuwa unampepea asikate Kristo. Amina. Basi baada ya hapo nilikuwa nimezinduka sasa. Katika kuzinduka nilipokuwa nikiombewa, ila wale watu walikuwa bado hawajaondoka. Walikuwa bado wanaendelea kuniita. Nilikuwa nimetoka jasho jingi sana, nimeanza nilikuwa sijielewi. Baada ya hapo namshukuru Mungu, nilipona, nikaendelea vizuri. Lakini kutokana na ile changamoto niliyokuwa nimeipata, sababu changamoto kubwa ilikuwa ni uzazi. Watoto walifia tumboni. Tulikuwa tunatembea sana kwa waganga, mama alikuwa na imani ya waganga. Na mimi nilikuwa na imani ya waganga pia. Tumetembea kwa waganga wengi. Tukienda kwa waganga tunaambiwa watoto ni wazima na wanacheza. Tukienda hospitali tunaambiwa watoto wamefariki. Mume wangu anasema hapana, tuje tunapa mganga mwingine. Tulitembea waganga karibia 7. Baada ya hapo nilikuja kuambiwa kwamba sitoweza kujifungua tena. Mirija ya uzazi imeziba. Unaona? Basi tukaendelea hivyo nikakaa, mwisho wa siku nikaja kubeba tena ujauzito. Nilitukuta nimebeba ujauzito, hata sijaokoka bado. Alafu gani nilipata ile imani ya kufufuliwa. Simjui Yesu, nimefufuliwa. Nikasema hivi kumbe Yesu yupo. Basi nikabeba tu ile imani. Waliponiambia kwamba hautaweza kuzaa tena, mirija ya uzazi imeziba, mume wangu alikata tamaa. Akaniambia kwa hiyo mimi nakomea watoto 3. Haitowezekana. Nikamwambia yule Mungu aliyenifufua ndo atanirudishia uzazi wangu. Makofi kwa ajili yao. Akacheka, akasema wewe leo umemjua Mungu. Nikamwambia ndio. Nilipobeba ule ujauzito ilitaka kutoka tena. Kwa mimba ziliendelea kutoka.
Baada ya hayo mapacha nikabeba tena ikatoka kama mimba 5. Zote tu zinatoka, zikipisha miezi 3 4 zinatoka. Nilipobeba hii nilipotaka kutoka, moyo kwa ananituma, nilikuwa nafikiri kilicho na duka pale. Moyo ananituma kwamba hebu nenda pale. Mmoja nikamwambia mume wangu na huyu wifi yangu, mimi natafuta ile kanisa lenye nguvu kabisa la walokole. Nikilipata hilo kanisa, nafikiri mimba zangu hazitatoka tena. Mume wangu akasema wewe twende tukupeleke, kuna mtaalamu Mwanza mwingine nimempata. Naona. Basi nikaja hapa, nilikuja hapa hiyo siku niliyokuja, nafikiri nilienda hospitali. Nilipofika wakasemaje, hautaki kurudi nyumbani. Hapo mimba na miezi 4 5. Hautaki kurudi nyumbani. Nenda hospitali tukufanyie operation, tukutolee huyo mtoto. Mimba imeshatoka na mtoto ameshageuka. Mume wangu akaniambia sasa wewe kachukua nenda upewe kitanda. Mimi nikamwambia ndugu zako nikaje na nguo. Nikamwambia hapana, mimi narudi kwenye lile kanisa. Unaona? Akasema kwenye ile kanisa unaambiwa kupanda tu bajaji au bodaboda. Mimba inatokea njiani. Nikamwambia nina Mungu aliyenifufua. Huyo ndo anayefanya nini? Ndio ninayemrudia. Amina. Amen. Basi tukaja, tulipokuja yeye nilimwacha nyuma sababu alikuwa amechukia. Anataka arejee ngo turudi. Tulipofika pale nikakuta kuna maombi. Kanisa kalikuwa hapo tu hivi kadogo. Tukaanza tunakodi vitu, tunapata vitu, tunapeleka vitu, tunarudisha. Nikaja tukafika, pasta akaanza kuomba. Pasta kumbe aliniona akaanza kuniombea ule ujauzito, akaniombea. Nilipofika nyumbani mangu ananiambia, yaani wewe leo usiku usipokubali nipeleke hospitali leo utakufa. Nikamwambia mimi nimeshapona na mtoto ameshageuka. Kwa imani tu sasa. Amina. Kweli kichwa cha mtoto kilikuwa kimeshatoka kabisa. Yaani kwa wale wa mama wanajua. Baadaye nikaenda kujicheki nikakuta kichwa cha mtoto kimegeuka, mtoto yuko vizuri. Amen. Nikaendelea kuja hapo kuabudu. Mwisho wa siku nikaenda hospitali, wanasema uzazi wako umelegea, kwa hiyo hautaweza kujifungua salama, labda tutakufanyia operation. Nikitoka tu hospitali sifiki nyumbani napitiliza hapa. Pastor naye ananiona, anaanza tena kuniombea. Hivyo mwisho wa siku mimi nimefikisha miezi 9, nikaota wamechukua mtoto wangu, ndio aka Brighton, katoto kangu kadogo. Brighton njoo akapo. Nikaota katoto kangu kama kwenye zizi la ng'ombe. Ni jirani yangu amekachukua kakarata kwenye zizi la ng'ombe na kuna ng'ombe pia. Sasa niliposhtuka sijajua hata kuomba, nikaanza tu kuomba hivyo tu kwa kubahatisha. Mama ananiambia karibia kuwa mwevu. Nikamwambia sawa. Naomba hivyo. Mwisho wa siku uchungu ukaja, ukawa unakuja unakata. Nikaja kwa pasta nikamwambia siku zangu za kujifungua zimefika, ila nimeota hapo nimepitiliza kama wiki 2. Ila nimeota mtoto wangu yuko kwenye zizi. Pasta akaniambia unataka ujifungue lini? Nikamwambia sasa hivi muda huu sababu nimeshapitiliza na nimechoka. Akasema una imani? Nikamwambia nina imani. Unataka upokee? Nikamwambia ndio. Akasema sogeza kiti, nikasogeza kiti. Akasema beba mnapobeba watoto. Nikabeba. Akasema akanitenganisha kitovu changu na mtoto na kitovu cha mwanangu. Akasema leo unapokea mwanao. Na ukitoka hapo utaenda kujifungua. Hapo uchungu kaanza kuniuma. Makofi na vigelegele kwa Bwana. Nilipofika nyumbani, nilikuwa nishaandaa na nguo, nikafika nikabeba mkoba. Wadogo zangu wakasema subiri gari, mimi naona gari inanichelewesha. Moja kwa moja mpaka hospitali, kufika na yani kufika tu na kupush. Nilikuwa nimejifungua. Makofi. Yesu.